Ibana, uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa Chuma Online TV, karibu tena kwa mara nyingine. Ni moja kati ya taarifa kubwa sana ni kuhusiana na mechi ambayo imeweza kuwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya mechi kali sana tumeweza kuzishuhudia, basi mojawapo ni mechi hiyo ambapo dakika 90 zimeweza kutamatika kwa sare ya bila kufungana, na hatimaye tumeweza kushuhudia mnyama Simba Sports Club akiwa ameweza kumiliki mpira na matokeo hasa kupata alama moja pekee baada ya kumlazimisha sare ambaye ni Yanga Sports Club alikuwa ni wenyeji wa mechi hiyo. Lakini pia tumeweza kushuhudia matukio mbalimbali ambayo yaliweza kuleta taharuki na kustaajabisha wadau mbalimbali wa soka, lakini pia usani ni mashabiki wa Simba Sports Club na wachambuzi mbalimbali wakiendelea sana kuzungumzia matukio hayo, na tukio kubwa ni kuhusiana na bao ambalo liliweza kukataliwa na linesman, ambapo dakika ya 70 tumeweza kushuhudia Selemani Mwalimu ameweza kufunga bao zuri sana, lakini baada ya kuhesabiwa kwamba alikuwa sehemu ya kuotea, ndipo hapo bao hilo limeweza kukataliwa. Lakini pia tumeweza kushuhudia picha ya marejeo ambapo mchezaji huyu Selemani Mwalimu hakuwa kwenye nafasi ya kuotea. Kabla ya kuendelea na uchambuzi wetu, je, nini hasa maoni yako kuhusiana na lile tukio? Je, lilikuwa bao halali ama ilikuwa ni offside? Basi funguka hapo, na moja kwa moja tunasema kwamba kila nafasi ambayo iliweza kupatikana na uamuzi uliweza kutolewa na muamuzi, basi tunasema kwamba yote ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini hadi hivi sasa, mara baada ya kuweza kushuhudia tukio hilo kuweza katiliwa kwa bao la Simba Sports Club la Selemani Mwalimu, na tunakumbuka kwamba kuna taarifa ambazo rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia, ambapo aliweza kuweka wazi kwamba kama kuna mwamuzi ambaye atakayeweza kuharibu taswira ya mpira wa miguu ambapo kuhusiana na mechi hiyo ya dabi kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba, basi atachukuliwa hatua. Na hivyo basi tumeweza pia kushuhudia JB 64 naye amesema kwamba kesho anaamini ya kwamba waamuzi watachukuliwa hatua na kwenda kujibu mashtaka kwa sababu gani wameweza kukataa lile bao. Na hivi basi hadi hivi sasa tunasubiria huenda kushuhudia maamuzi ambayo kama jinsi ambavyo ilivyo onekana, hasa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Wallace Karia akizungumza kwamba kama kuna mwamuzi yoyote atakayeweza kuharibu taswira ya mechi ile, basi atachukuliwa hatua stahiki za kuweza kuhakikisha kwamba anaadhibiwa. Nini hasa kitakachoweza kutokea kuhusiana na tukio lile baada ya saa 72 za kuweza kureview matukio yote yaliweza kutokea ndani ya mechi hile, basi tunasubiria na kuweza kusubiria mengi zaidi ni kuhusiana na tukio hilo, ukiachana matukio mengine, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na bao la Selemani Mwalimu ambalo limeweza kukataliwa dakika ya 70, huku ikiamuliwa kwamba alikuwa ni offside ama ameotea. Lakini yote kote tunasema kwamba lilikuwa ni goli halali, na huenda basi Simba Sports Club wangibuka na ushindi na kuweza kuvuna alama 3 muhimu sana. Tupia maoni yako hapo, na mimi ni kuage tu, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusu masuala ya michezo na burudani. Pia usahau kusubscribe, like, comment na kushare. Asanteni kwa hadini baina. Hii ni Chuma Online TV.